katika masia mjambo. Tusalimiane. Haleluya. Shalom, shalom. Muyasio. Muyasio mno. Muyasio ingi. Muyasio ingi. Na kwa ni musio. Niko na raha kwa fursa hii ambao nimepewa kusimama mbele zenu. Si eti mimi niko na ufasaha sana kuliko wengine, lakini nashukuru Baba wetu kwa kibali cha kunipa nisimame leo na niwaongoze katika hiyo jambo ya kuweka mashemazi wakfu, na ni ombi langu Baba wetu anitumie katika hiyo kazi njema. Haleluya. Shalom. Mnataka kawimbo kamoja kakikamba? Asante. Na wadugu na wadada wakamba wa masi wenzenu walilituma salamu. Ni mwasio sa? Umesipokea? Wacheni uweze kuimba wimbo moja ambao naupenda zaidi, na huwa tunauimba mara mingi na Baba wetu atatubariki. Ila nakwia naini asamboni sie vinya wake ambiwi ate inyendikolwa taiwa asa wakwa taiwa ila nalingiswa ni mautatwa ila kwimo wa onanza ona satani okataki ukingi asanumbono kasya kwa taiwa Eloimu wakwa mwene vinya taiwa nimba isyombe nunengete vinya wakungama taiwa asa wakwa taiwa Paulo na Silani makwatiwe nunduwa kumya maveva mavuku viniwa sito yake ya shamesia ni kwa kolokolo ni matena ibityo makivoya na kwina kitetemo kinene cha vingi vya misingi ya kolokolo yombe nyomo ya vinguka mbingu syose atikanga nundo wa vinya wasa na ituni tusina. Haleluya. Hiyo wimbo inataja wakati nilikuwa nafia dhambini, Baba alinionyesha wema wake, akanihurumia na akaniokoa. Hata wakati gharika inakuja ama shetani anakuja kama maji mengi, Baba wetu huwa ananiokoa. Haleluya. Na kama Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka na pingu zikatoka, vile vile sisi kwa njia ya maombi tutaweza kushinda. Haleluya. Kwa hivyo Baba wetu wabariki kwa hiyo wimbo kidogo ambao nimeimba. Nikipata nafasi nitaimba tena. Nimekuja hapa kwa sababu ya kutumwa na wazee wa sub-region yetu ya Nairobi Kiambu. Kama vile mnajua, Nairobi Kiambu ni kutoka Rally, Deia, Nairobi West na Nairobi East. Mimi huwa nahudumu katika Nairobi East kama licensed elder, ambao siku hizi wazee wamebadilisha na kuleta jina ya bishop. Kwa hivyo leo hii Chege Njoroge ndiye angekuwa hapa, lakini kwa sababu na mimi ningeelekea Tanzania, lakini kwa sababu nilikuwa safari tukabadilishana, nikawa yeye akaenda Tanzania na mimi nikapewa kuja katika eneo hili ya Lari. Ni mara yangu ya kwanza, huwa nasikia kuhusu Beijing, lakini sasa nimefika wapi? China ama Rally? China yake ya Kenya. Najua hapa kuna ubunifu mwingi, hata nimefurahia kwa ule ustadi ambao nimeona katika uibaji
pia katika uongozi. Hata lesson hata kama sikuwa naelewa sana, lakini pia nimesikia ile mtiririko ambao wa maneno ambao umekuwa baraka kwenu, na ninaamini mmebarikiwa pamoja nami. Mimi nitataja kitu kidogo ili niingie katika hiyo eneo lingine ya ambao nimetumwa na wazee nije kufanya ama kuweka mashemazi wakfu ili waweze kupata hiyo karama ya wachungaji upande huo wa ushemazi. Ningeomba nisomewa Wafilipi 4 kwa sababu sitapata nafasi ya kusoma 4 mstari wa 10. Kabla hatujafika hapo kidogo tu nisomee Nehemia 8:9 mstari wa 8 mstari wa 9 mpaka 12. Na sasa sijui nitasomewa na lugha gani? Yeah? Tusomewa na Kiswahili. Nisomee na Kiswahili kwa sababu si wewe utasoma na Kikuyu. Nisomewa na Kiswahili. Nehemia 8 mstari wa 9. Nehemia 8 mstari inasemaje? Inasema hivi, mstari wa 9, naye Nehemia ndiye alikuwa Tishadha na Ezra kuhani mwandishi na Walawi waliofundisha watu, wakawaambia watu wote, siku hii ni takatifu kwa Yahshua Elohim wenu, msiomboleze wala msitie, maana watu wote walilia walipoyasikia maneno ya Torati. Kisha akawaambia, nendeni zenu mlicho nacho na kunywa kilicho tamu, tena mpelekeni sehemu yenye isiye. Hapo nafikiri hujasoma vizuri. Na kuombea tafuta msomaji wa Kiswahili baba wetu. Nehemia 8 9 hadi 12 yasema, naye Nehemia ndiye aliyekuwa Tishadha na Ezra kuhani mwandishi na Walawi waliowafundisha watu, wakawaambia watu wote, siku hii ni takatifu kwa Elohim. Ati siku hii ni nini? Takatifu. Ni takatifu kwa Elohim. Elohim wenu. Msiomboleze wala msiitie. Yaani msitie. Msiomboleze wala msilie. Tuendelee. Maana watu wote walilia. Maana watu wote walilia walipoyasikia maneno ya Torati. Waliposikia maneno ya Torati. Kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilicho nona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yenye asiyewekewa kitu. Maana siku hii ni takatifu kwa Mwenyezi wetu, ni takatifu kwa Baba wetu, wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Elohim ni nguvu zenu. Furaha ya Baba wetu ni nguvu zetu. Kwa hivyo nasema ongea na Kikuyu nikiongea na Kikamba. Kwa hivyo nasema ya kwamba huko roiga atiriri, msiomboleze, mutikage na kieha. Hii ni siku muhimu sana. Muthenya no afata mbono, na hii ni siku takatifu. Na ni muthenya mwamure. Na siku ya leo wakati tunapounganika hapa, na muthenya wa umuthi uguo turikitie kuungana hapa, Baba wetu anatuandalia zilizonona. Begitu atoharirie iria noru, na zile ambazo ni tamu, na iria ciana muleo. Na pia kuna wengine tumeacha nyumbani, na kwina agetutigite mici ambao tunawapelekea hii baraka, aria turatwarira kirathimo giki. Kwa hivyo leo hii ndio ucio muthenya wa umuthi, uko na huzuni weka mbali. Akorwo wina kieha kieherie. Kama uko na mawazo na mafikra weka mbali. Akorwo wina meciria uretanga na mutigana namo, kwa sababu Baba wetu, tondu ithe witu atakulisha na zilizonona, ni gukuhe kiria kinoru,
Na utakunywa zilizo tamu. Na nĩ ũkũnyua iria ciena cama. Na utapelekea wale wengine nyumbani. Na nĩ ũgũtwarĩra arĩa angĩ mĩciĩ. Shalom. Shalom. Hebu tusomee Wafilipi 4:19. Wafilipi 4:19. Soma na Kikuyu. Soma na Kikuyu. Wafilipi 4:19. Ya. Soma bila Kikuyu. Hata unaweza soma ukiwa pale. Ili nipate nafasi. Sisi na hii Biblia ya Kikuyu. Tulisema hiyo. Okay. Afilipi 4 19 eroiga atiriri eroiga nake ithe witũ nĩarĩkĩragĩrĩria kũmũhe kĩrĩa gĩothe mũngĩkorwo mwagĩte, akĩmũtanahagĩra na ũtonga wake ũrĩa wĩna Mesia Yashua kũrĩa kwĩna riri. Hallelujah. Na Elohim wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Mesia Yashua. Kwa hivyo tusiomboleze, wacha baba wetu atakutana na mahitaji. Lekeithe witũ acemanie na mabataro maitũ. Wakati tunapokutana hapa tuko na mahitaji tofauti. Rĩrĩa twacemania haha twĩna mabataro matiganĩte, lakini baba wetu atakutana na hayo mahitaji. Na ithe witũ nĩegũcemania na mabataro macio. Kulingana na utajiri ulioko katika Yashua. Kulingana na utonga ũrĩa wĩna Yashua. Kwa hivyo Yashua ni tajiri. Tondũ Yashua nĩ gĩtonga. Na mahitaji yetu yote anakutana na mabataro maitũ mothe nĩegũcemania namo. Mũtikanjie ũhoro wa ciana kana mĩciĩ. Mambo ya madeni, mambo ya mashida. Ũhoro wa mathirĩ na mathĩna tigana namo. Shalom. Shalom. Kwa sababu tondũ baba wetu ni tajiri. Ithe witũ nĩ gĩtonga. Kumalizia. Akĩrĩkia. Katika Wafilipi katika Zaburi 1:15. Zaburi 1:15. Naomba unisomee mstari wa 14. Wali wa 14 eroiga atiriri. Psalms 1:15. Ithe witũ aromwongerera inyuĩ ona ciana cianyu. Ithe witũ aromwongerera inyuĩ ona ciana cianyu. Baba wetu awaongeze. Ithe witũ amwongerere. Nyinyi pamoja na watoto. Inyuĩ hamwe na ciana cianyu. Na watoto wenu. Hiyo ni ombi langu, baba wetu awaongeze nyinyi pamoja na inywe na ciana cianyu. Mstari wa 16 hiyo na 5. Inywe muri arathime ni ithe witũ. Inywe murathime ni ithe witũ. Ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Inywe murathime ni ithe witũ. Ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Hallelujah. Mmebarikiwa sana na baba wetu. Muri arathime ni ithe witũ. Aliyeumba mbingu na Ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Wale wengine hawajabarikiwa na baba aliyeumba mbingu na lakini sisi tumebarikiwa na aliyeumba. Ithuĩ tũrĩ arathime ni ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Tena sisi rĩu ningĩ ithuĩ na watoto na ciana citũ. Hallelujah. Amen. Thank you. Wacha tu niingie rasmi kwa nataka hii nafasi. Kwa hivyo wewe utasimama. Sawa. Nipate nafasi. Hata kama utanisomea, nataka hii nafasi yote ikuwe yangu. Shalom. Ili niwe na nafasi kubwa. Naomba unisomee katika kitabu cha Wafilipi 1:1. Wafilipi 1 keni 1. Yes. Nisome tu na Kikuyu. Okay. Sawa tu. Ningeomba ama nikusomee kwa Kiswahili. Nimesikia kusoma hiyo na Kiswahili vizuri. Lakini naweza soma tena Kiswahili kama unasoma vizuri. Naweza soma tena Kiswahili. Lakini soma na Kikuyu tu. Hiyo ndio itakuwa mzuri. Sawa. Acha nisome na Kikuyu. Filipi 1:1 inasema ni ithuĩ Paulo na Timotheo ngombo cia Mesia Yashua twamũgeithia inyuĩ andũ arĩa othe amũre mwĩthĩ-inĩ wa Mesia Yashua arĩa mũtũire Filipi hamwe na arori a maũndũ ma kanitha na atungati aguo. Hallelujah. Hiyo andiko nimelisoma
kwa sababu limetaja shemazi. Limetaja nini? Shemazi. Na hapa Paulo akisalimu watakatifu wote. Watakatifu ni wale wanaoshika sheria za Baba wetu na wako na imani ya Yahshua Masihi. Kwa hivyo wakati unasikia ikitajwa watakatifu, tujue ya kwamba ni wale tu wanaozishika sheria za Baba wetu na wako na imani ya Yahshua Masihi. Na maaskofu na mashemazi. Nimetajwa neno la shemazi kwa sababu leo tumekuja kuweka wakfu shemazi, na tunajua ya kwamba shemazi ametajwa mara kadhaa katika Biblia. Umeuaita atungani. Okay. Yeah. Kwa hivyo pastor ajui Kikuyu kwa sababu anameita tungata, kwa hivyo anaita shemazi. Unajua hapo nimeelewa sasa. Sasa nitakwambia rekebisha. Shalom. Kwa hivyo leo hii tunataka kutaja kuhusu shemazi. Na pia ametajwa, hebu soma 1 Timothy 3 verse 8. Nafikiri kama sijapotea sana. Shemazi ametajwa. Yeah. Verse 8. 3. 1 Timothy 3 verse 8 nasema atungati a kanitha nao nĩ magĩrĩirwo nĩ gũtuĩka andũ matarĩ na itherũ na matarĩ a mĩnyua ĩrĩ na makorwo matarĩ. Kile cha muhimu pale nilikuwa nataka ni shemazi. Shemazi ametajwa. Kwa hivyo tukiendelea tutaona shemazi ametajwa mahali kwingi, na leo hii tumekuja hapa kwa ajili ya kuweka mashemazi mikono. Kwa sababu sitakaa sana kwa ile masaa nimepewa, ningeomba siniongezewe viti hapa namna gani, ili niwe najua ni akina nani naongelea. Niongezewe viti hapa. Kwa hivyo ningeomba deacons mwambie tu hapa karibu, ili niwe na waona wenye wanawekwa na Mudhama Ndung'u pamoja na kamiti njema. Naomba tu hapo na weke vitu zingine nyuma yao. Naomba Wambui Ndung'u karibu, na Lugari kamiti karibu. Acha niongee wakiwa wapi? Wakiwa hapa mbele, kwa sababu sitachukua muda sana wa kuongea. Wakikuja mbele tuko na watoto wao hapa. Wako hapa watoto wao. Si wakae hizi viti za mbele leo. Si wasonge mbele. Ningeomba tu wasonge hapa mbele. Yes. Wewe naomba mnipe hiyo viti. Naomba mnipe hizo viti. Hapo wakae tu. Hawa watoto wao ni vizuri wakae hapo. Yule ni mmoja wao. Wako wapi? Yes, vizuri tu wakae hapo karibu. Thank you. Mtaniruhusu kwa sababu nimeona nitakuwa nikisoma, kwa sababu ningependa sana isome na Kikuyu ili igie vizuri. Kwa hivyo msomaji wa Kikuyu, wakati umeitwa katika huduma katika kanisa letu, tuko na vio kama 4. Kwanza kuna wale wanachaguliwa kama acting deacons,
wakichaguliwa kama acting deacons, wakifanya kazi vizuri, huwa wanapanda ngazi, wanakuwa mashemazi ama deacon. Wakifanya kazi vizuri, huwa anafika kiwango cha pastor, anawekwa wakfu tena, anakuwa kama pastor. Tukitoka hiyo kiwango, tunaenda kiwango cha licensed elder, ambao ndio kiwango cha mwisho katika kanisa letu. Na tunashukuru Baba wetu kwa sababu ya hawa, kwa sababu sasa wanatoka katika ngazi ya shemazi na wanaenda ngazi ya acting deacons, ama mashemazi watarajiwa na kuingia katika kiwango hicho cha shemazi. Hebu tusomewe katika kitabu cha Warumi 1:1 na Kikuyu. Warumi 1:1. Nini Paulo ngombo ya Mesia Yashua kwandika marũa maya onie ndetirwo nduĩke mũtũmwo ngĩkĩamũrwo hunjagie ũhoro ũrĩa mwega wa ithe witũ. Paulo mtumwa wa Masihi aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ayubiri injili ya Baba wetu. Tunaona pale wakati hii jambo tunafanya saa hii ni kutengwa, yani sijui nafikiri Kikuyu imetaja vizuri, lakini nasema hivi na kutengwa. Ndio sababu tumekuja hapa ili sasa tuwatenge hawa. Sasa ni tofauti sasa, sio kama sisi zote. Sasa hawa wameenda kiwango ingine, na ndio sababu hawa sasa watatengwa katika na Baba wetu. Kwa lugha nyingine wamekuwa set apart, yani wametengwa wafanye kazi ya Baba wetu katika hali ya uashemazi. Hebu tusomewe katika 1 Corinthians 9:16. Wakorintho wa kwanza 9:16 nasema hivi: nĩgũkorwo ona natuĩka nĩhunjagia ũhoro ũrĩa mwega rĩ, ũcio ti ũndũ ingĩhota kwĩrahĩra. Niĩ ndirĩ hĩndĩ itabatairio nĩ kũũhunjia, na ingĩtiga kũũhunjia ũhoro ũcio mwega rĩ, kaĩ ndagĩa na haro ĩ. Hii cheo amepewa sio cheo ya kujisifia, maana ijapokuwa naihubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti. Tena ole wangu nisipohubiri injili. Sasa hawa si ati wanatumika tu ati wanataka ama hawataki. Saa hii wanawekewa sharti. Sharti ni ya wadho. Sasa wanapewa hiyo jukumu ama sharti sasa ya kufanya kazi ya Baba wetu. Sasa hii si ile alikuwa anachagua nitahubiri, nitaongea ama sitaongea, nitapanga viti ama sitapanga viti, nitaongoza ibada ama sitaongoza. Saa hii sasa wanawekewa sharti. Maana ijapokuwa na hubiri injili, lakini hiyo jambo sio jambo ya kujisifia. Sio jambo ya kujisifia, maana nimewekewa sharti. Kuna terms and conditions. Kuna yale masharti ya shemazi. Kuna katiba ya kanisa utapewa na chairman ili ujue deacon kazi yake ni nini katika kanisa. Ni ku make sure watoto wetu wanakaa vizuri, sio pastor anahubiri watoto wako nje wanacheza, wameshinda watoto, wameshinda walimu, na wewe unakaa wapi? Mnakaa hapa. Nyinyi sio kukaa kule, ni ku make sure kanisa imetulia. Hata kuna watu unaweza ona wameenda wameweka kamiti zao nje na ibada inaendelea. Sasa ni jukumu yako nyenu kuwa mnawarudisha kwa kanisa ili kanisa iwe na utaratibu. Hiyo ni kazi yenu. Lakini sio jambo ya kufanya nini? Ya kusema sasa mimi ni deacon, mimi ni mkubwa wenu. Waefeso 4:11 na kufika 12. Soma na Kikuyu. Waefeso 4:11 kufika 10. Waefeso ni 4:11-12. Yeah. Aikeana amwe matuike atũmwo
na angĩ anabii, na angĩ ahunjia, na angĩ arĩithia a ngoro cia andũ, ona arutani, nĩgetha andũ arĩa amũre matuĩke agĩrĩru kũna, naguo wĩra wa gũtungatanĩra ũrutagwo, naguo mwĩrĩ wa Mesia wongererwo hinya. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ati kwa sababu ya kufanya nini? Ati sababu ya Kiswahili yangu inaingia. Kwa sababu ya kukamilisha watakatifu. Unajua kule nimezoea kuongea na watu wananiongelesha. Nikiongea na wewe unajibu. Ama namna gani? Hiyo. Yaani mjue sasa hawa si ati wamekamilika. Na sio wakati wa kuwahukumu sasa. Sasa kwa sababu kuna kazi na tuliomba. Si tuliomba? Ukisoma Matthew 9:36 to 13, hebu soma. Tuliomba tupewe wafanyika. Hebu soma. Soma na Kikuyu. Soma na Kikuyu. Matthew 9. Yeah. Matthew 9:36 to 13. 36 to 38. Yes. Na rĩrĩa onire mĩrũrũngano ya andũ, akĩmaiguĩra tha. Yeah. Nĩ ũndũ nĩ manyamarĩkĩte na makahurunjũka ta mbũri itarĩ na mũrĩithi. Ndio. Hĩndĩ ĩyo akĩra arutwo ake atĩrĩ, ti-itherũ magetha nĩ maingĩ, no aruti wĩra nĩ anyinyi. Nĩ ũndũ ũcio thaithai Mesia mwene magetha atĩ arekie aruti wĩra mathiĩ magetha-inĩ make. Mathiĩ magetha-inĩ. Unajua Kikuyu ni kama kikamba, ndio tunasemanga nyinyi mashemeji. Kwa hivyo hiyo yote tumefanya nini? Tumeomba. Kwa sababu baba wetu alihurumia nini? Kusanyiko. Unajua ukisoma katika kitabu cha Isaia, 1 Samuel 22 verse 2. Nikiomba nisome hapo. 1 Samuel 22 verse 2. 1 Samuel 22 verse 2. Raiga atiriri, na mũndũ o wothe ũrĩa warĩ na mĩnyamaro, na ũrĩa wothe warĩ na thirĩ, na ũrĩa wothe waiguaga ũũru na ngoro, makiũngana harĩ we, agĩgĩtuĩka mũnene wao amathage, nao andũ arĩa arĩ nao kũu marĩ ta 400. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Mashemazi, hata pia pastors wa rai, ni vizuri kutambua baba wetu ukiwa pale mbele, ukiwa umetengwa, sasa wewe ni jemedari ya hii watu kuwaongoza. Wengine wanakuja kanisani wakiwa na madeni, wengine wanakuja hapa mioyo yao ikiwa na dhiki, wengine wao wako na uchungu katika mioyo mwao. Na sasa nyinyi tuko hapa mbele kuwa jemedari wao, tuwaongoze, tuonyeshe hata hiyo deni ulikopa M-Shwari utalipa. Tuonyeshe ya kwamba watoto wako ambao wamekataa shule, Elohim atawasaidia kumekuja CBC. Ama namna gani? Kwa sababu unajua tukikataa kutambua wewe tunaongoza, tunakuwa na shida. Na sasa ona, wewe uko na ile mashida yako, na sasa katika hii kanisa letu umepewa uongoze, watu wengine ndoa zao ziko karibu kuvunjika, na hiyo jambo ni mikononi mwako. Kwa hivyo ni vizuri zaidi. Na ndio sababu unaona Daudi ukisoma 1 Samuel 30:6, sitasoma. Daudi wakati watu walikuwa na soma, lakini vizuri hiyo isome.
wakati wale watu walikuwa wanalia kwa sababu ya watoto, kwa sababu ya familia, na Daudi pia hata wake zake walikuwa wamechukuliwa mateka, wale watu wengine wakilia, Daudi hakulia. Alionyesha watu inawezekana. Kwa hivyo ukionyesha hawa unyonge, watakuwa wanyonge. Hebu soma hiyo, ni vizuri. 1 Samuel 30:6. Yeah. Daudi akinyariirika muno nigukorwo andu aria mamurumirire ni maciriire kumuhura na mahiga nyuguto. Ndio. Ni undu ngoro cia andu acio othe ni ciaiguite kieha muno. Mundu o mundu ni undu wa ario ake na airitu ake. Yeah. No riri Daudi ni umiriirie ni kwihoka ithe witu. Baba Daudi alitia nguvu katika baba we, kwa sababu kila mtu anawaza watoto, kila mtu anawaza kazi yake, kila mtu anawaza mambo tofauti, lakini sasa sisi kama wachungaji tunafanya kujitia nguvu katika Elohim baba wetu. Kwa hivyo nitaenda haraka sana. Kwa hivyo tujue ya kwamba sisi 2 Timothy 1:11 2 Timothy 1:11. chapter 1:11. Yeah. Ocio nie ndatuirwo muhunjia na mutumwo ona murutani waguo. Sasa utajua hiyo ama lazima nisome ama utanitafsiria? Wacha tunaangalia ufike hapo. Hivyo tu